nilikuwa naenda kuipiti. Okay. I think ya kwamba alitumwa na ule mwenzake, na ule mwenzake ananiambia anasikia vizuri, anasikia hali nzuri kabisa, na akawa ametumwa na wazazi wa huyo mtoto ya kwamba aletwe kanisani akuja aombewe. Sio ni miujiza? Haleluya! Sio ni miujiza? Praise the living God. Biblia inasema, the Bible says, kwa ajili ya Zion, for Zion's sake, sitanyamaza. I will not be silent. Maana yake ni niko hapa kwa ajili yako. I am here because of you. Niko hapa, I am here kwa ajili yako, because of you. Ndio maana ukisoma Isaia, That's how when you read chapter number 61, in Isaiah 61, from verse number 1, from that 1, Biblia inasema, the Bible says, Roho wa Mungu, the Spirit of the iko juu yangu. Lord is upon me. Oh my God. Roho wa Bwana Mungu ii juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta niwahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia watangazia nini? Mateka uhuru wao, na hao waliofungwa waliofungwa habari za ili sababu niko hapa. That's why I'm here. Na niko tayari kumtumikia Bwana, and I'm ready to serve the Lord, na kuhudumia watu wa Mungu, and to serve the people of God. Na ndio maana, and that's why Bwana alinipa mamlaka. The Lord has given me authority. Mungu akanipa mamlaka. God gave me authority. Akaniambia, He told me, enda kule Dabibi, go in Dabibi, kwa sababu kuna wafungwa because wamefungwa huko, they are prisoners, kuna mateka, they are captive, wametekwa, they have been held. Enda wakomboe, Go and deliver, enda wakomboe, go and deliver kutoka kwa mateka yao, they are captive, kutoka kwa vifungo vyao, they are chained. Na usinyamaze, Do not be silent, na usiogope, do not fear, kwa sababu nakumbuka, because I remember wakati Mungu alipokuwa ananituma hapa Dabibi, the time God was sending me here, nikakataa. I refused, kwa sababu nilikuwa naogopa, because I was afraid. Wakati hiyo mji ilikuwa msituni sana, and this city was like a bush, na kulikuwa na umbali, and ilikuwa ni mbali, and it was far kutoka kule mahali kwangu mpaka hapa. From where I live to this place, nikawa na basikili, and I had a bicycle. Najiuliza nitaendaje? I asked myself, hiyo njia ni msituni, the road is so bushy, kile niko nacho mkononi ni basikili, and I have a hand, nitawezaje kwenda nayo? How will I go with Na hiyo ni hapo ni mbali, and the place is far. Lakini Bwana akaniambia, And the Lord told me, katika kitabu cha Joshua, in the book of chapter number 1 verse 9, chapter 1, Mungu akaniambia, God told me, je, sio mimi niliyokuambia nitakuwa pamoja na wewe? am I not the one who told you that I will be with you? Kwa hiyo wacha kuogopa, Do not fear. wewe enda, You go, mimi nitakuwa pamoja nawe, and I will be with you. Hii ndio neno Bwana alituma nalo. That's the word God sent me with. Nikaenda maombi tena, And I went for prayer fasting. nikaenda maombi When I went for prayer fasting, kule milimani there in the mountain, kwa siku 10, for 10 days, akaniambia tena, He told me again, nimekuambia I have told you, wacha kuogopa, do not fear. mimi nitakuwa pamoja I nawe, will be with you. na iwapo utakosa nguvu, And if you lack power, fungua maandiko haya open this scripture ili uweze kusoma, that you may read. na utanipata pale, You will find me. utapata nguvu. You will find Kwa power. maana ninapo hapa, That's all I hear. kama nimekuambia, Like I have
told you yule aliyenituma that the one who sent ni me mimi niko, is I am who I am. ambaye niko. I am who I am. Siwezi kuogopa That I cannot hata fear. ukikuja na mashetani milioni moja, If you come with a 1 million people, sitawaogopa I will not, kwa sababu ninajua because I know. kama vile maandiko yanavyosema Scripture says katika kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili in the book of 2 Chronicles, mlango wa 20 chapter 20 mstari wa 15, and verse 15, Biblia inasema the Bible says ya kwamba vita sio vyetu, that the battle is not ours, bali vita ni vya Mungu. but the battle belongs to God. Hiyo ni Mambo ya Nyakati wa Pili, The 2 Chronicles, chapter number 20. I think verse number 15. What the Bible says? the Bible says in 2 Chronicles 20:15, and he said, listen, all Judah and inhabitants of Jerusalem and King Jehoshaphat. Thus says the Lord to you, do not be afraid and do not be dismayed at this great horde, for the battle is not yours but God's. Praise the living God. Biblia inasema The Bible says, Mungu akawaambia wana wa Israeli and God told the Israelites, wakati kulikuwa na vita, the time they were in battle, wamepangiwa vita, they were going to maadui wamekuwa wengi, the enemy were many, maadui wamejaa their enemies were many, kila mahali, everywhere. wamepangiwa, They were arrayed wanashindwa and they wondered, njia ni gani tutakayoendea. which is the way that we can use. Lakini walipokaa But when they sat wakiwa kwa maombi, while in prayer funga na kuomba and they kwa siku tatu, for 3 days, Mungu akainuka God came up akaingia ndani ya mtu, and he entered into a certain man. ambia Josephat, And he told them, prophesy to them, mwambie Josephat God tell Josephat pamoja na wana wa Juda na Yerusalemu and the children of Jerusalem ya kwamba wasiogope, that they do not fear. wasiogope, They do not fear. kwamba vita sio vyao, The battle is not there, bali vita ni vyao. but the battle for God. Mpendo wa Yesu, Children of Jesus, kule mnapofanya kazi, where you are, mnapoona wanainuka, when you see that people wewe usinyamaze, do not be quiet. endelea kwenda kwa magoti, Keep going on and endelea kupiga magoti, keep kneeling down, endelea kumwita Bwana, calling the Lord, endelea kuita Jehova, calling the kwa Lord, sababu because ukiitana you call, Bwana ataitika, Lord will hear. ukiitana If you will call, utaona Mungu. you will see God. Praise the living God. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo ndio sababu That's why wapendwa, Peter Isaya akasema and Isaiah said, sitanyamaza, I will not be silent. sitanyamaza I will not be hadi silent nitakapoona until I see, akiwa Sayuni until I see na God Yerusalemu and Jerusalem yakitimia. be fulfilled. Praise the living God. Mimi kuna kitu moja ninayaminia, I have one thing that I believe, ya kwamba kuna Mungu. that there is God. Sio uongo tu ninasema, Not just a lie I say, mimi ni shahidi that, but I am testimony. kwamba kuna Mungu. I am a witness that there is God. Mimi kati ya wanaume duniani Among men of this world, ambao hawakuwa na kuamini, that who did not believe, mimi nilikuwa mmoja wao. I was one of them. Iligharimu Mungu And it took God kuchukua roho yangu to take my heart, kupeleka mbinguni. to take it to heaven, Ililazimu Mungu that it cost God kuchukua roho yangu to take my heart 1995 in the year 1995 kupeleka mbinguni, and take it to heaven kunionyesha mbingu and show me the heaven na moto, and fire, ndio niweze kuwa witness, that I may be a ndio witness, niweze kuamini that I may believe ya kwamba kuna mbingu that there is heaven na kuna moto, and there is hell, ya kwamba kuna Yesu. that there is Jesus. Praise the living God. Nakumbuka vizuri I remember when. hiyo siku, sitawahi sahau in my testimony. I will not forget this day. 1995 In the year 1995, mwezi wa 5
May. Sikuwa nimeokoka. I was not yet Nilikuwa saved. nilikuwa mtu asiyeamini kabisa. I was an unbeliever. Na asiyetaka Mungu sana. And I did not want God. Haleluya. Na Mungu akaona mimi ni Tomaso. And God saw that I was Thomas. Mungu akaona huyu ni Tomaso. And God saw that this is Thomas. Na ni kwa sababu kuna kitu nimekiweka ndani yake. And because there's something I had put in. Huyu ikiwa ataenda kwa shetani, That if he goes to the devil, atavuta walio wengi. he will bring many. Kwa sababu nilipokuwa kule kwa ulevi, Because when I was still a drunkard, nilikuwa na ushawishi mkubwa I could call many. ya kushawishi watu And bringing people. na hata kutoa pesa yangu nyingi And even to take my money. kuwapeleka nayo kwa klabu, To take them to club. wakunywe walewe. To drink, to be drunk. Praise the living God. Na Mungu akawa anaangalia, And God was looking. anasema huyu. And he said, this one. Unajua nilikuwa nakunywa pombe lakini bado watu wananiambia nikutana na watu wanaenda kanisani. Na wewe ni pastor, wewe ni pastor na unakaa tu. You are a pastor, you are just sitting there. Sikupenda hiyo. And I do not love that. Nilikuwa naona mafikiano ya mapastors wanatendea kama mimi namo. Na nilikuwa na hate sana. Nasema hapo ni kwa mashida. Hapo ni kwa mateso. There is somebody. Pastor wa siku hizi ni digital. Pastor wa zamani my friend walikuwa wanateseka. Acha nikwambie. Bado gani? Si ulikuwa naona? Mpaka mtu anaenda kuhubiri Biblia ambao hata iliruka. Imeisha. Yaani kwa kingine ukiona umeparara kwa unasema kai. Huyu bado ana Mungu. Hai. Yaani unaangalia kwa roho yako inatoka kwa Mungu. Na hizo ndio nilikuwa naangalia nasema hapana. Mimi wacheni na mimi. Tulikuwa naona watu wa huku nje wanalengana, wanakaa vizuri. Hallelujah. Bless the living God. But nilikuwa katika hali ya ujinga hiyo. And I was in that foolishness. Na mimi ninakuambia, And I am telling you mimi ni witness. that I am a witness. Niko na ushuhuda kamilifu I have a testimony ya kwamba kuna mambo matatu ilionyeshwa mbinguni. that there are 3 things I was shown in heaven. Kuna mambo matatu There are 3 things ilionyeshwa mbinguni. I was shown in heaven. Mambo la kwanza, The first one, nilipofika mbinguni, when we reach heaven, ilionyeshwa hii ni mbingu. I was shown that this is heaven. Matuni ilionyeshwa hii ni moto.